Fedha inaongozwa na kanuni, na kanuni hizi zinaweza zikakusababisha upate fedha nyingi, upoteze au uongeze na zile ambazo unazo. Watu wengi sana wamekuwa wakitumia fedha bila kujua kwamba kuna kanuni zinazoongoza matumizi ya fedha na unaweza ukazizalisha. Na ubaya ni kwamba usipozijua kanuni za kifedha, fedha itakukimbia. Lakini wale wanaozijua kanuni wanaweza kuifanya fedha iongezeke katika maisha yao. Na leo ningependa nikufundishe kanuni 3 muhimu za msingi zinazohusiana na mambo ya fedha ambazo zinaweza kukusaidia kuzalisha pesa nyingi mwaka huu katika shughuli ambayo unaifanya. Kanuni ya kwanza imetokana na mtu mmoja anaitwa Mike Phillips. Mike Phillips ni American banker, ni mtu ambaye alikuwa anahusika na mambo ya benki kule nchini Marekani. Na mwaka 1977 alichapisha kitabu chake kidogo kinaitwa 7 Laws of Money au kanuni 7 za pesa. Lakini katika kanuni 7 za pesa alizozitoa, kanuni moja msingi ambayo alielezea inaitwa passion. Anasema fedha inaongezeka kwa mtu ambaye anafanya kitu ambacho yuko nacho passionate. Na hii inaungana kabisa na kitabu alichokiandika Dangote katika kanuni 10 za pesa za Dangote. Kanuni yake ya kwanza pia aliita ni passion. Kwa maneno mengine, uwezo ukatengeneza pesa nyingi kama unachokifanya sio passion yako. Passion maana yake ni kitu ambacho unakipenda kiwango ambacho unaweza kukifanya hata kama sasa hivi akikuletea matokeo, lakini kuna siku kitakuzalishia matokeo ambayo unayataka. Kwa hiyo ili kujua kama utakuja kufanikiwa kifedha kwa kiwango kikubwa sana, unachotakiwa kuangalia na kujiuliza ni kwamba je, ninachofanya sasa hivi ni passion yangu? Ni kitu ambacho nakipenda sana, au nimelazimishwa na mazingira na matukio fulani fulani ndio nimejikuta nimekifanya? Watu wote ambao wamefika mbali katika maisha yao hasa kifedha ni watu ambao wanafanya vitu ambavyo wanavipenda. Kwa kanuni ya kwanza ya Mike Phillips inasema zingatia kufanya kitu ambacho una passion nacho na si vinginevyo. Kanuni ya pili ya kifedha inatokana na mtu mmoja anaitwa George Clason. George Clason aliandika kitabu kimoja maarufu sana kinaitwa The Richest Man in Babylon au tajiri mkubwa wa Babeli. Aliandika mwaka 1926, lakini ni moja ya vitabu ambavyo vimekuwa maarufu hata sasa hivi vinaendelea kuuzwa duniani kwa sababu ya elimu yake ya mambo ya kifedha. Katika kitabu chake alielezea kanuni 5 alizoziita kanuni 5 za dhahabu, ambazo akimaanisha ni fedha kwa sasa hivi, kwa sababu dhahabu ilikuwa inatumika kama fedha huko nyuma. Katika kanuni 5 alizoeleza, iko kanuni moja ambayo ndio kanuni yangu ya pili kwa leo, ambayo inasema fedha inaongezeka kwa mtu ambaye kila fedha anayopata anachukua 1/10 au anaita 10th, 1/10 ya kipato chake kuweza kufanikiwa kuweka akiba au kuwekeza katika kitu kingine cha ziada ambacho kitazalisha. Kwa maneno mengine, mtu yote ambaye anatakiwa kufanikiwa kifedha, kama kile kinachoingia ndicho kile kinachotoka, maana yake hautabakiwa na kitu, utabakiwa na sifuri. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ili ufanikiwe lazima angalau 1/10 ya kile unachokipata iwe ni sehemu ya akiba au uwekezaji wako. Kwa maneno mengine, uwezo wako wa kutunza kiasi fulani cha fedha katika ile inayopita mkononi mwako ndicho kitakachojulisha kesho utafanikiwa kifedha kiasi gani. Ukiona unashindwa kuweka akiba na kuwekeza kwa kiwango ulichonacho, au utafika mbali. Na hii haijalishi wewe unapata pesa kiasi gani, kwa kiwango ulichonacho ndicho unachotakiwa kufanya. Siku zote kumbuka, utajiri sio matokeo ya kupata pesa nyingi. Utajiri ni matokeo ya kubakiza kiwango fulani katika pesa ambayo inapita mkononi mwako. Kanuni ya 3 inatokana na Mwingereza mmoja anaitwa Northcote Parkinson, ambaye alikuja na kanuni inaitwa Parkinson's Law. Parkinson's Law anasema kwamba umaskini ni matokeo ya kuongeza matumizi yako kadiri kipato chako kinavyoongezeka. Kwa maneno mengine, watu wanakuwa maskini kwa sababu wanapoongeza tu kipato kidogo, pia matumizi yake yanaongezeka. Kwa lugha rahisi ningesema, kama leo wewe unavaa nguo, unanunua nguo kwa mfano kwa 100,000 kwa mwezi kwa mfano, au 50,000 kwa mwezi. Kwa hiyo kipato chako kikiongezeka tena kwa 50,000, unajikuta tena umeongeza matumizi yako ya kununua nguo tena kwa 50,000. Badala ya 50,000 unanunua kwa 100,000. Au kipato chako kiongezeka kidogo, unahama haraka kutoka kwenye nyumba uliyoko sasa hivi unaenda kupanga kwenye nyumba ambayo ni ya gharama kubwa zaidi kuliko ile ya sasa hivi. Kwa hiyo maana yake ni kwamba unachotakiwa kufanya ni kwamba kama kiwango chako cha mapato kinaongezeka kwa mshale huu, kiwango chako cha matumizi kinatakiwa kiongezeke kwa mshale huu, au kisiongezeke kabisa, kibaki hapa chini. Lakini kinachotokea ni nini? Kama haya ndio mapato, watu wanaongezeka, watu wengi matumizi yao pia yanaongezeka sawa sawa na kiwango cha mapato yao. Kwa matokeo yake hawaoni faida ya ongezeko
ya pesa ambazo zimeingia mkononi mwako. Kama wewe unataka kufanikiwa kifedha, lazima uzingatie kanuni ya Parkinson. Lazima uivunje kanuni ya Parkinson, kwa sababu kanuni ya Parkinson inasema kiwango cha matumizi kinaongezeka kadiri kiwango cha kipato kinavyoongezeka. Kwa hiyo wewe lazima uivunje kanuni, uhakikishe kwamba kiwango chako cha matumizi either kinabakia pale pale au kinaongezeka kwa asilimia ndogo sana kulinganisha na ongezeko la kipato chako. Ukizingatia kanuni hizi tatu, sina shaka ni kwamba utaanza kujiingiza katika list ya watu ambao watafanikiwa kifedha katika mwaka huu. Ningependa kusikia kwako, pengine katika kanuni hizi ni kanuni ipi ambayo umekuwa uizingatii sana katika maisha yako na imekuwa ndio chanzo cha wewe kushindwa kufanikiwa kifedha? Naomba uniandikie hapo chini kwenye comment, na kisha nitakurudia na kukusaidia zaidi ili uweze kupata mafanikio ya kifedha. See you at the top.